Before tufikie conversation ya the GOAT, kuna conversation ya the best Ronaldo kuwahi cheza na discussion wakati ya Ronaldo wa Brazil na wa Portugal, nani alikuwa mnoma in his prime. Kama uliwatch halftime show ya final ya World Cup, sijui kama ulispot hii duo. Leo tunaongelea Brazil na vile hii duo iliwalead kushinda World Cup yao ya mwisho. Kwa hii World Cup ya juzi, Brazil walitolewa na Norway kwa round of 16 after kulose 2-1. Haaland alimanage kufrustrate Gabriel tena outside the Premier League na akafunga both goals. Kwa the previous World Cup ya Qatar, Brazil walitolewa na Croatia in the quarterfinals. Kwa World Cup ya 2018 walitolewa tena quarterfinals na Belgium after kulose 2-1. Of late inakaa hizi losses za Brazil zina happen kwa every World Cup, but kuna time haikuwa hivi. Kuna time team ilikuwa inasikia inacheza na Brazil inajua tu inaenda kulose. Brazil walikuwa na squad nyingine imejaa mastaa kushinda hata prime Barcelona. Football ya Brazil iliintroduciwa na wazungu just like many other countries kama Kenya. Na pia kuna Brazilian alikuwa anaitwa Charles Miller, alizaliwa Brazil but akaenda kusomea England. Vile alirudi, Charles alisaidia kuspread knowledge ya football kwa mashule na streets. Brazil walikoloniziwa na Portugal na huwa wanaongea Portuguese just like vile tulikoloniziwa na England na huwa tunaongea English. Juu ya slave trade na colonization, Brazil imeishi kuwa very diverse. Ukiangalia story ya slave trade in the 1600s to the 1800s, more Africans walipelekwa kufanya kazi in Brazil than in the US. Actually estimates husema Brazil walipata around 5 million slaves, while US walipata around 400,000. Meaning Brazil walikuwa na over 10 times amount ya slaves walipelekwa US. Juu ya hii trade Brazil wana blacks wengi sana kama kina Vinicius na Ronaldinho. Also wazungu wengi walihamia huko na pia usisahau kulikuwa na natives wa Brazil, so Brazil ikakuwa very diverse. In the early 1900s, football ilikuwa on the rise in Brazil na kulikuwa na a lot of football clubs, but kulikuwa na shida moja. Hizi clubs zilikuwa za watu wako na pesa na as usual most of them walikuwa wazungu. Hawa wazungu hawakuwa wanakubalisha watu weusi kucheza juu ya racism na segregation. The same things zilikuwa zinafanyika hapa Kenya na places kama South Africa. But hii haikuprevent watu weusi kucheza, walianza kushow interest na wakaanza kujitengenezea ball zao na ground zao na pia kucheza kwa streets. In 1930 FIFA walianzisha World Cup ya kwanza na ikachezewa Uruguay karibu tu na Brazil. As expected, team ya Brazil ilichagua players kutoka kwa elite clubs zenye hazikuwa zinakubalisha Waafrika. Brazil walitolewa group stages kwa hiyo World Cup ya kwanza. Back at home watu maskini waliendelea kucheza game yao kwa streets na wakakame up na unique ways za kucheza. Juu hawakuwa na pitch in most games, walidevelop styles za kuchenga na kushow styles noma za kucontrol ball. Then club inaitwa Vasco da Gama ikaamua kuchukua a few players wenye hawakuwa wanakubalishwa kucheza na ikawapea chance na wakachukua ligi ya Brazil. Vile club zingine ziliona hivi zikaamua kuchange rules na more black players wakakubalishwa kucheza kwa hii league, which ilisaidia kuimprove teams. Eventually walimake kuchukuliwa kwa national team na pia huko wakashow improvement kubwa. Kwa World Cup ya 1938 kuna huyu player alikuwa anaitwa Da Silva na alikuwa mweusi na alimanage kufikisha Brazil semifinals. Da Silva alikuwa top scorer kwa hiyo World Cup na alifunga a total of 7 goals. Hii ilifanya even more teams kupea black players chances za kucheza. In the 1940s, hakukuwa na World Cup juu ya World Wars. In 1950, football ilikuwa ishapendwa na the whole country na Brazil wakapewa chance ya kuhost World Cup ya hiyo mwaka. Kwa hii World Cup, Brazil walipiga Sweden 7-1 na Spain 6-1. Walimanage kufika final but wakalose to Uruguay 2-1. Kwa World Cup ya 1958, Brazil walileta player mniu alikuwa only 17 years old. Pia walikuwa adapt ile jazi yao ya yellow na blue. The same jazi unaonanga watu wakivaa kila mahali hadi wa leo. Huyu player mniu alikuwa anaitwa Pele na pia alikuwa na roots za Afrika. Kwa quarter final ya hii World Cup, Pele alifunga bao moja na wakashinda 1-0. Kwa semi-final Pele alifunga bao 3 na wakashinda, then kwa finali against Sweden, Pele akafunga bao 2 na Brazil wakashinda World Cup yao ya kwanza. Hawakujua yet but walikuwa wameanzisha series ya kushinda yenye haijawahi breakiwa hadi wa leo. Ukiangalia teams zimeshinda the most World Cups, Brazil wako number 1 with 5 World Cups, then Germany wanafollow. 4 years later in 1962, Brazil walishinda World Cup tena na in 1970 wakashinda yao ya 3. Game ya Brazil ilikuwa unique sana in the way walikuwa na control ball na kuchenga players, na hii ilifanya wapige teams za Europe zenye zilikuwa zina focus na kudefend na kupass ball. Hii style ilikuwa imeoriginate kwa streets za Brazil na ilikuwa the unique way ya kucheza. Ni kama vile athletes wa Kenya who grow na kutrain ya high altitudes na wana manage kusmash world records. Hawa players walikuwa na grow wakicheza hii style yao na eventually wana end up kwa national team. On the other side of the world, Europe walikuwa na focus na kujenga ligi na clubs zao. Eventually hizi clubs zikakuwa successful na zikamake pesa mingi sana. Success ya hizi clubs huonekana hadi hapa Kenya juu angalia vile fans who show up for EPL games. Hizi clubs za Europe zikaanza kusign players and Brazil kulikuwa na talent sana, so wakaendea players wengi sana huko. In 1994 Brazil walishinda World Cup yao ya 4 na more players walikuwa signed kucheza Europe. Player kama Ronaldo Nazario alikuwa 17 years old na alichukuliwa kwa hiyo squad ya 1994 ya Brazil, then akachukuliwa kucheza Europe for around 6 million euros. Ronaldo aliendelea kushine Netherlands, then akasainiwa na Barcelona for 15 million. Hii ilikuwa pesa mingi yenye hakuna player yote wa Brazil alikuwa shaisainiwa na hiyo amount. Then in 1999 Ronaldinho akiwa 19 years old alichukuliwa kucheza Brazil na immediately akaanza kufunga na kuwasaidia kushinda Copa America.
In 2001 Ronaldinho alichukuliwa Europe kuchezea PSG for 5 million euros. Hawa walikuwa players wadogo na walikuwa wamegrow bila pesa mingi, then in a short amount of time walianza ku earn millions. Hii ilifanya more players kutaka kwenda kucheza Europe. In 2002 World Cup ilihostiwa na Japan na South Korea, na Brazil waliingia na squad ingine deadly sana. Hii squad ilikuwa na Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu na other skilled players. Kwa hii World Cup hii squad ilishinda game zao zote na walimanage kufunga a total of 18 goals. Kwa finali Ronaldo alifunga bao 2 against Germany na wakashinda hiyo World Cup. Ronaldo pia alichukua Golden Boot with a total of 8 goals. Captain Cafu alinua World Cup yao ya 5 na Brazil walikuwa on top of the world, unstoppable na undefeated kwa hiyo tournament. Juu ya hii success, Europe waliendelea kuchukua young players as young as 16 kuchezea club zao. Hii story ilifanya quality ya ball kudecline in Brazil juu hakuwa na time ya kupractice style yao unique. In 2006 Brazil walitolewa na France kwa quarter finals, na in 2010 South Africa wakatolewa tena quarter finals. Juu ya kuchukua young players na kuwatrain wachezea different style of football, Brazil walipoteza identity na uniqueness yao. Ukiangalia style ya ball yenye huchezwa Europe, makoch hufocus more na defense na kupass ball rather than kuchenga. Na si hii pekee, football ya Brazil imeaffectiwa na vitu mingi kama corruption na politics, na over time ikadecline. Decline ya Brazil ilionekana vizuri kwa World Cup ya 2014 yenye Brazil walikuwa na host. Squad ya Brazil ilikuwa na players wanoma kama Neymar na David Luiz, na waliface Germany kwa semifinal. Kwa hiyo game, Brazil walifungwa bao yao ya kwanza dakika ya 11, then wakafungwa zingine 4 in a span of 20 minutes. Halftime Brazil walikuwa wamechapwa 5-0 na second half wakaongezewa zingine 2. Walilose hiyo game 7-1 in the most embarrassing game Brazil washaikuwa nayo. Hii yote ilihappen kwa home ground yao na ilidisappoint fans wao sana. Kuzidisha kwa game ya kudetermine number 3, Brazil wakalose tena. Brazil wameendelea kueliminatiwa hadi World Cup ya juzi na imekuwa ikiraise many questions. Most players kwa squad yao huwa wametoka Europe na each hukam na style yake different ya kucheza. Na huwezi blame style pekee juu football pia huevolve. Game za wazungu hureward vitu kama pass accuracy, possession na assist, na saa ingine huwa hazifocus na creativity, which ndio ilisaidia Brazil kushinda game zao za kitambo. Player kama Ronaldinho alikuwa anachenga players kila mtu anabaki ameshangaa, but saa hii ni ngumu upate player kama huyo. Brazil siku hizi pia hucheza na pressure mingi ya kujaribu kurudisha team place ilikuwa. Coaches wao wameishi kubadilishwa na pia countries zingine zimemanage kuintroduce young and talented players kuwaliko. Hizi ni some of the few challenges niliona zina face Brazil, but unaweza niambia opinion yako kwa comments. Despite all these challenges, Brazil bado wanaweza rudi place walikuwa juu wameovercome bigger challenges kama racism kwa game. Football inakuanga identity ya Brazil na bado wanaendelea kuproduce young players na stars kama Vinicius na Rodrigo. Jani ya kurudi to the top itakuwa ngumu na pressure itakuwa mingi juu Germany wakishinda World Cup moja watakuwa on the same level now. Wacha tu hope watajipanga na in the next World Cup wa manage kurudi mahali walikuwa enzi za Ronaldo na Ronaldinho.